Nilikuwa nimekaa tu sina hili wala lile. Mara rafiki yangu akaniambia, pita kwenye mitandao. Nikapita na video ya kwanza kuona ni ile ya Urusi akilipua makombora kule Ukraine. Nikamwambia rafiki yangu, kama ukisikia nimedate, jua ni mawazo msongo. Yes, nitakufa na mawazo kwa sababu kule kuna Watanzania wenzetu ambao wanafanya biashara na wengine wanasoma kule. Ikabidi nimpigie Mtanzania mmoja aliyeko kule, akaniambia, "Wenzako nipo salama, salama." Nikamwambia kama upo salama ni vizuri. Ila yeye akaniambia, "Sala zenu wapendwa, ndo zitanijenga sana." Nikamwambia usijali, tunaombea mwe salama. Lakini kuhusu hii vita ya Urusi na Ukraine, watu wengi duniani wanasema, kwa nini wasikae wamalize tu tofauti zao? Yes, yani viongozi wa Ukraine na Urusi wakae, waongee, waimalize vita. Lakini niliongea na Diamond na yeye akaniambia, jana nilifunga nikasali. Nikasema vizuri sana Diamond, inabidi tusali tuombe Ukraine wawe na amani kama sisi. Lakini niliongea na Roma nikamuuliza unafanya nini, naye akasema, napiga goti, napiga ishara msalaba. Aliposema hivyo nikamwambia endelea kusali tuombe Ukraine, lakini inabidi tuamini kwamba yupo Mungu mkombozi. Yes, atawakomboa watu wote walioko Ukraine. Kwa sababu yeye ndio aliyewakomboa na Waisraeli kule utumwani. Pia usisahau kusubscribe hii channel ili kusudi upate habari zinazoendelea kuhusu Ukraine. Hebu subiri kwanza niongee na rais wa Ukraine na rais wa Russia. Wasitishe vita na majibu watakaonipa nitakuja niwaambieni. Asanteni sana.